Jamani. Hii ni sehemu ya kipindi ninachokipenda sana. Kuwaonyesha nyinyi watoto wazuri nyumbani kwetu, vituko vyetu huku kukotoa. Pamoja na nyie basi tumejifunza mambo mengi mwaka huu, Si tuendelee tu kujifunza jamani. Kipindi cha leo, ngoja niwaonyeshe kidogo. Tutajifunza kwa kupitia kupaka rangi, Jamani. Kibena, mimi natoka, narudi jioni. Usitoke humu ndani maana sipo na nimemwambia mzee Kigo yeye anakuja kukuangalia, sawa Mzee Kigo? Bibi mimi mkubwa bwana, naweza kujiangalia mwenyewe. Wewe bado mtoto Kibena, kuwa mtoto mzuri, usimsumbue mzee wa watu, sawa Bibi, si unajua mimi mtoto mzuri, siwezi kumsumbua mzee Kigo. Moja, mbili, tatu, nne. Aya, da. Nani kama garangi? Bahati mbaya. Kibena utakoma. Umemwaga rangi ya bibi. Kibena utakoma. Umemwaga rangi ya bibi. Koba unafanya utani, mwenzio nipo kwenye matatizo hapa. Tena bora umekuja utanisaidia. Nifanye nini na irangi ilomwagika? Bibi itakasirika kiona imemwagika. Mimi naona hata jali. Ndio tukacheza mpira uwanjani. Hata jali? Atajali sana. Rangi yake alipanga apake ukuta akirudi. Halafu unajua nini? Alisema nisiondoke na alimuomba mzee Kigo aje kuniangalia. Da! Sijui Koba nifanye nini na irangi ilomwagika. Bibi itakasirika kiona imemwagika. Kukuangalia kwani wewe mtoto? Na mimi nilimwambia bibi mimi sio mtoto. Amekataa. Labda kufahamu vizuri. Mimi naona wewe mkubwa na una mawazo ya busara. Huwezi kushindwa kujiangalia. Japokuwa umemwaga rangi yake. Da, inabidi nifanye kitu ambacho ataona kweli mimi ni mkubwa. Aya! Jamani, ukuta wetu. Bibi akija ndo ataniona mtoto kabisa. Nimechafua ukuta. Kibena, acha kufuta ukuta, ndo unazidi kuchafua. Kibena, ngoja nikupe ujanja. Bibi yako akikuuliza mwambie ni Koba alipiga mpira kwa chafua ukuta. Wakati huo nitakuwa nishaondoka muda. Sawa, lakini bibi bado ataniona mtoto. Nimemwaga rangi na rafiki zangu amechafua ukuta. Siku nyingine bibi atamwambia mzee Kigo aje kuniangalia, ndo atanipeleka huko kwa mzee Kigo. Hapa tufanye jambo moja. Nimepata wazo. Wazo gani Baraka? Tupake rangi ukuta. Bibi atajua kuwa ulichafuka. Atatuona sisi watoto wazuri tumemsaidia. Hilo wazo zuri sana. Na bibi akija atajua kweli mimi mkubwa. Nafaa kubaki peke yangu. Tutapata wapi rangi? Kijiji chetu ni kizuri. Watu na wanyama tunaishi vizuri. Wote tunatosha, ustarabu unanikosha. Eneo letu ni kubwa. Yani ni kubwa. Unajua maana eneo? Ndugu yangu nakuuliza. Kama ufahamu ya kupasa kuuliza. Vipi watoto? Mbona mnawaza sana? Tunataka kupaka ukuta rangi na hatujui tutapata wapi rangi. Mama Ndege ana rangi. Nendeni mkamuombe. Mimi naenda hapo mbele, nitarudi baadaye. Tundani kwa Mama Ndege basi. Nyie nendeni, mimi nitabaki. Bibi ameniambia nisitoke. Poa, basi ngoja sisi twende. Shikamoo Mama Ndege. Unaweza kutupa rangi kidogo? Rangi gani? Rangi ya kuchorea? Nani mchoraji kati yenu? Mimi sio mchoraji. Hapana, tunahitaji rangi. Tunataka kupaka ukuta kina Kibena. Mnataka kupendezesha nyumba ya kina Kibena? Mnataka makopo mangapi ya rangi? Tunataka rangi nyingi.
Tunataka tupake ukuta mzima. Huwezi kujua unahitaji rangi kiasi gani mpaka ujue eneo la ukuta wako unaotaka kuupaka rangi. Eneo ni nafasi iliyopo katika uso wa umbo. Ni kiasi cha nafasi kilichopo katika mzingo wa umbo, kama vile mstatili, mraba na maumbo mengine. Kwa upande wenu mnapaswa kujua eneo la ukuta. Yaani hiyo nafasi iliyokuwepo katika uso wa ukuta. Sasa katafuteni eneo la ukuta ili mjue mnahitaji rangi kiasi gani. Tutajuaje eneo la ukuta akina Kibena? Inabidi mtumie ubongo. Mimi sitawafundisha kila kitu jamani. Basi twendeni tukapime eneo la ukuta akina Kibena. Ili tupime eneo la ukuta tunahitaji nini? Rula. Mimi naona tunahitaji ngazi, maana inabidi tupime eneo mpaka kule juu. Kiduchu, pia tunahitaji kipande cha chaki au peni. Ili kuweka alama. Basi twendeni tukachukua vile vifaa vya kupimia tulivyopewa na mama ndege siku ile. Tunapimaje? Mimi mwenzenu naona ni kazi kubwa. Tutaweza kweli? Ni rahisi tu. Tunaanza kwa kuweka ngazi ukutani. Hivi anakuja sasa hivi. Tuanzeni basi. Amjambo watoto? Hatujambo. Shikamoo mzee Kigo. Marahaba. Mambo zenu? Ngedere. Nimekuja kukuangalia Kibena. Naona mnaendelea vizuri. Mimi niko salama tu mzee Kigo. Mnafanya nini watoto? Unajua nini Tunataka kupaka rangi ukuta akina Kibena. Hivi vifaa vya kupimia nini? Tunataka kupima eneo la ukuta ili tujue tunahitaji rangi kiasi gani. Niwasaidie? Napenda sana kupaka rangi mwenzenu. Tusaidie Ngedere, itakuwa vizuri sana. Haya, ngoja mimi niende. Sasa chukueni ile kreti hili. Nadhani litawasaidia katika kupima eneo. Ile kreti lina urefu wa mita 1 na upana wa mita 1. Kwa hiyo eneo lake ni mita ya mraba 1. Mita ya mraba? Ndo nini? Mita ya mraba ni kipimo cha eneo la uso wa kitu. Hiki kitu kina eneo la mita mraba 1. Asante mzee Kigo. Haya, baadaye nitarudi tena kukuangalia Kibena. Ngedere, umepokea kreti. Unajua kazi ya ile kreti katika kupima eneo? Aka sijui. Wewe unajua? Hata mimi sijui. Sasa mbona umesema asante? Nyie mnachekesha kweli. Nimeshajua. Eneo la kreti ni mita mraba 1. Kwa hiyo tupime kreti ngapi zinazotosha ukuta wote. Halafu tutajua ukuta una mita za mraba ngapi. Halafu kweli. Kibena, umetumia akili. Na mimi nitakusema hivyo hivyo Kibena. Mbona kusema sasa? Si nilitaka kusema. Kibena aliniwahi, angechelewa tu ningesema. Tuache utani, tuanze kazi haraka. Si muda mrefu bibi atakuja mjue. Eneo ni nini? Sikiliza kwa makini. Ni nafasi iliyopo katika uso wa umbo lolote lile, mraba au mstatili. Lazima uelewe, hebu wacha kukariri. Maumbo yote yana maeneo. Hapa umeniona nimesimama kwenye eneo. Hata madoa yangu nasema hivi, yana maeneo. Ni rahisi kupima, tunatumia miraba yenye eneo sawa katika wenu ukuta. Umeweza kuchora? Haya sasa hesabu. Narudia tena. Haya sasa hesabu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Mmepata 20 Vizuri. Jamani, hesabu nzuri. Kweli. Kwa hiyo tumepata miraba 20. Hivi inatosha ukuta mzima?
Sawa. Kwa hiyo eneo la ukuta ni mita za mraba 20. Unajua nini? Haya, teleza Kibena. Kwenye urefu tumepata miraba 4 yenye eneo la mita mraba 1. Na upana tumepata miraba 5 yenye eneo la mita mraba 1. Tukichukua urefu ambao ni 4 mara upana ambao ni 5, tunapata eneo lenye mita mraba 20. Aha, sasa nimeelewa. Kibena, ndio hivyo kweli? Mimi naona ndio hivyo. Njia rahisi ya kupata eneo la mraba au mstatili ni kuzidisha urefu mara upana. Sawa. Sasa tunaweza kupata rangi kwa mawandege. Tumepima eneo la ukuta, tumepata mita za mraba 20. Vizuri sana jamani. Mmepimaje? Tumetumia miraba yenye eneo la mita 1 mraba. Tumechora, tukahesabu jumla ya miraba, tukapata eneo. Jamani. Mmejitahidi kwa kweli. Yaani mmetumia njia nzuri kwa kweli, lakini sasa inatumia muda mrefu. Mama Ndege, hivi unaweza kupima eneo kwa kutumia urefu mara upana? Ndio, inawezekana. Tena ni njia rahisi zaidi. Njia hii hutumika kwa maumbo yenye umbo la mraba na mstatili tu. Kwa maumbo mengine kama pembe tatu, duara, tunatumia kanuni zingine. Hizo kanuni nitawafundisha siku nyingine. Hivi eneo la umbo lolote linakuwa katika mraba? Ndio. Eneo la umbo lolote linakuwa katika sentimita mraba, mita mraba na hata kilomita mraba. Sasa ndoo moja ya rangi inaweza kutumika katika kupaka eneo la mita za mraba 5. Hivyo nyinyi mnahitaji ndoo 4 hivyo. Nendeni mkachukue ndani. 20 gawanya kwa 5 ni 4. Kwa hiyo tunahitaji makopo 4 ya rangi. Asante Mama Ndege. Karibuni. Na mimi nimefurahi mmejua kupima eneo. Umependeza sana. Bibi hatajua kama tulichafua ukuta. Koba, na sisi tumwambie baba apake rangi hii katika ukuta wetu. Bibi, 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 bibi. Asanteni sana watoto wazuri, nimefurahi kweli. Bibi, ona tumepaka ukuta rangi. Nyie watoto mnajaribu kunificha nini? Naona mmepaka ukuta rangi. Eti bibi, ukuta umependeza? Ukuta umependeza. Mmepaka wenyewe? Ndio. Nyie ni watoto wazuri sana. Umeona bibi, Kibena ni mkubwa. Anaweza kubaki peke yake. Ni kweli, mnaweza kufanya vitu vingi na mna akili sana. Ila si vizuri kuacha peke yenu. Uwepo wa mtu mzima ni muhimu sana. Unajua mtu mkubwa anaweza kuwasaidia kwa mambo mengi. Mfano leo angekuwepo mtu mzima hapa, msingemwaga rangi yangu. Bibi umejuaje? Kwani tulipanga iwe siri. Ndio maana tumepaka ukuta rangi tena ili usigundue. Siri gani? Mbona naona rangi yangu imemwagika pale na pale na pale. Na hizo rangi nyingine sijui mmeazima wapi. Tumepana Mama Ndege. Mmeona nyie bado watoto, hamwezi kuachwa peke yenu. Kweli bibi. Na sasa tupime tujue eneo hili. Na sasa tupime tujue. Miraba mingapi tujue eneo hili? Miraba mingapi tujue eneo hili? Na sasa tupime tujue eneo hili. Na sasa tupime tujue eneo hili. Eneo ni nafasi katika uso wa umbo, angalia utaona. Ile nafasi ya ndani ya mzunguko wa umbo unaiona?
Kila wakati nawaambia hisabati ni lugha nana nabisha. Mifano ipo mingi, siwezi kuimaliza. Tena inasaidia kitaalamu kupatana. Tunakubaliana kimataifa vipimo kuvitambua. Maeneo kugawana bila hata kugombana. Nani anabisha? Nani anakana? Maumbo yako mengi, machache nitakuonyesha. Nia ni kuelewa tu, maana kuipata. Kuna umbo mstatili pembe tatu na lile umbo la mraba. Naanza na mraba, hebu tazama na kuambia. Pande zote zipo sawa, urefu hata upana. Jamani si mnaona? Ndio au hapana? Najua umeelewa, sina hata shaka. Hakuna matata, nadhani umeshanipata. Miraba mingapi tujue eneo hili? Miraba mingapi tujue eneo hili? Na sasa tupime tujue eneo hili. Na sasa tupime tujue eneo hili. Zingatia na kuambia, hakika utaelewa tu. Ona umbo mstatili, miraba imejaa. Ndani ya mzingo wake ukihesabu utajua. Kanuni zimewekwa ili kurahisisha. Tunahesabu vyumba vya mraba tukianzia na upana. Sasa naomba umakini, tega sikio, sikia. Hebu tuhesabu, hakuna kukawia. 1, 2, 3, 4. Sasa unaona Anza kujiuliza. Tukienda kwa urefu vipimo mara ngapi? Ni rahisi na kuambia, tukihesabu tutajua. Sasa kwa umakini, anza kuhesabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiyo ndio maana ya urefu mara upana. 4 mara 10 mita mraba 40. Miraba mingapi tujue eneo hili? Miraba mingapi tujue eneo hili? Na sasa tupime tujue eneo hili. Na sasa tupime tujue eneo hili. Jamani, nani anataka kupaka rangi? Nina rangi nyingi tofauti hapa na zingine zipo nyumbani. Haya, leo kwani tumejifunza mambo mengi Kwa mfano, eneo ni nafasi iliyopo katika uso wa umbo. Yaani nafasi ya ndani ya mzingo wa umbo lolote lile. Alafu si tumeona kupima eneo la mstatili au mraba unachukua urefu mara upana. Kipimo cha eneo ni mita mraba au sentimita za mraba, au inategemea unataka kupima eneo gani. Pengine unataka kupima uwanja wa mpira au ukuta wa nyumba Bibi Kibena. Utajua mwenyewe. Sawa watoto wazuri, najua mnanielewa. Pia mmejifunza kufuata wajibu wenu Kama na Kibena si mmewaona walivyowajibika kwa kuchafua ukuta. Basi watoto wazuri tuwe makini na waangalifu. Lakini hata wakubwa nao wajifunze. Sio vema kuwaacha watoto peke yao bila uangalizi. Kwaherini. Kwa jina naitwa Klenga, mimi ni msanii mwongozaji wa Ubongo Kids, yani ni art director. Pia nafanya sauti ya Mama Ndege. Jamani tuachane na hayo. Haya watoto wazuri. Najua mnapenda sana Ubongo Kids na sisi wote mnatupenda. Haya. Sasa huu ndio wakati wako wa kumchora muhusika unayemfikiria wewe. Si mnapenda kuchora jamani haya sasa. Chora unachotaka, halafu tuandikie hadithi yake. Na utume picha yako pamoja na hiyo hadithi. Unaona Sijui utamchora nani. Sijui atakuwa msichana au mvulana. Au utamchora mnyama. Sijui mwenyewe unachopenda, wewe chora tu. Ninatamani kuiona picha hiyo mie.
Tufahamiane jamani. Nyie mnatufahamu, sisi hatuwafahamu. Tutumie picha yako au video yako wakati unatuangalia. Tueleze mtazamo wako katika kipindi chetu. Unapenda nini? Umejifunza nini? Kutupatia picha yako au video yako, tumia email yetu au Facebook hiyo hapo. Ni muhimu jamani, usikawie. Hisabati ni nini? Hisabati mikakati kila siku na kila wakati. Hisabati ni vipimo, urefu na upana, nani anabisha, kuna naekana. Hisabati ni maneno, herufi na matendo, kuongeza na kutoa, hayo ndo maisha. Nani anabisha? Hebu jumulisha, toa, gawanya, halafu hesibisha. Umepata jibu? Unaona aibu? Acha wewe, hesabu zinatibu, hasitaki papara. Fanya taratibu, ukifanya kwa haraka aisee utaharibu. Hesabu ni kila kitu hapa duniani. Unapokula ugali unahesabu matonge, unapotembea unahesabu hatua. Hata naporapo hapa natumia hesabu. Unapoendesha gari unahesabu kilomita. Ujui kilomita napocheka. Ni hesabu meno basi hapa napocheka. Umepata mangapi? Hebu ufanye hisabati. Hisabati ni maumbo ya urefu na upana na kina. Ndio maana tunasema XYZ. Hisabati ni namba za kila siku unatumia kuhesabu hela, kuhesabu kila kitu ndugu yangu. Sasa hebu hesabu madoa yangu kwenye ngozi hapa. Yako mangapi? Napopata majani pia natumia hesabu kule kwenye mti. Umeelewa Hisabati.